Tulia, anakuja. Mbona unajilegeza kama hivyo? Hamna jamani. Tulia. Hapa swali jibu. Ukileta maoni tu. Banzi. Kudadadeki. Oya, kwa nini unatembea na mke wa mtu? Mimi sitembei naye, yule sio demu. Jamani. Oya, tutakuuliza ujue. Oya mlamu, mweke sawa kwanza. Mweke sawa. Oya, tunakuuliza tena. Usipojibu, Banzi. Kwa nini unatembea na mke wa mtu? Yule sio demu wangu, yule mimi. Nasema. Yule mimi alinifuata, nataka dawa kutoa mimba tu yule. Mimi sitembei naye jamani. Kwa hiyo dadangu mimi katoa mimba? Katoa mimba yule, na pale tumbo linamuuma, nataka dawa za kupunguza maumivu ya tumbo. Alitoa mimba yule jamani. Katoa mimba? Mimba hiyo ni yako au yangu? Mimi sije kutembea naye kabisa jamani, kabisa. Sije kutembea naye mimi. Hiyo mimba ya kwako wewe. Mama. Sikia maneno hayo. Mlamu mwenyewe nimeshwa hadi nguvu hizi. Sister katoa mimba kweli? Mama yangu. Jamani. Baba yeye nimejichanganya kabisa. Maji kabisa, mimi siliambiwa nisiaguse kabisa. Mimi nishaingia cha kike. Nisikia kuwashwa mimi. Nishajichanganya. Blacklist. Naona sasa umeanza kujionea. Labda kwa sasa unajiona shababi, lakini hivyo sivyo ulivyo. Na hivyo sijakuzoea. Nilikueleza kuwa ukienda nje na mimi ni lazima tu mambo yatakwenda vibaya. Sasa siri inafichuka. Siri ambayo uliilinda kwa kipindi kirefu sasa inaenda kumwagika. Sasa basi, hili jambo ambalo nalifahamu mimi na wewe, kuwa mke wako yule wa kwanza haumuingilii kimwili, iko wazi. Na nilishakueleza tayari, nilikuambia kuwa huyu mwanamke unayeforce na kutaka kuoa sio mwanamke mzuri. Sasa utafanya nini? Utafanya nini baada ya kwenda nje ya mpango wangu? Kwa sababu huyu mwanamke ni mkali. Huyu mwanamke ana maruani na majini ya kufichua siri. Labda unafikiri upo ndani ya mpango wako au upo ndani ya mpango wangu. Nilikueleza na nilikwambia Blacklist, usije ukasubutu kwenda nje na mimi, kwa sababu labda unafikiri kuwa wewe ukiwa nje na mimi labda nitakuacha. Siwezi nikakuacha Blacklist, wewe ni wa kwangu, ila tu labda unajaribu kupita njia za panya ili mimi nikuache. Laiti kama ungelijua siwezi nikakuacha, wewe ni wa kwangu mimi, yaani maisha yako ndio mimi nimekutengenezea Blacklist. Usisahau. Shati, nisikize kwa makini. Lazima ujue mimi ni mwanaume. Na sio mwanaume tu, ni mwanaume lijali. Nimeoa mke wa kwanza, sijui kumtumia hata siku moja, unamtumia wewe.
Leo nimeoa mke wa pili, lakini bado unaletea visa, bado unaletea vikwazo. Nikwambia tu kitu kimoja Shati, huyu mwanamke siwezi kumwacha. Nitapambana naye kila kitu, na nitasimama kama mwanaume. Vile ni visa tu vidogo vidogo, na kama kuna sababu yote ile, fanya unavyojua, lakini siwezi kumwacha mwanamke. Wa kwanza utatumia wewe, na huyu wa pili tamtumia mwenyewe. Umesahau ulikotoka. Sasa ninakuona kabisa maagano yetu unakwenda kuvunja. Wewe haukuwa hivi. Hata huyu mwanamke unayeng'ang'ania na kutaka kumuoa na kuishi naye, sasa mpango wako unahisi kuwa utafaulu. Hapana. Narudia tena mara ya mwisho. Huyu mwanamke sio mzuri. Siri inafichuka. Changanya. Alo mjomba Mlole. Vipi? Mjomba Mlole, mimi tayari huko nishajichanganya kabisa yani. Yale maji yale niliambiwa mimi nisiyaguse, mimi nimeyagusa. Kwani kabisa yaleti madhara kwani? Mtu umeelekezwa kitu usifanye, kwa nini umefanya? Mjinga mkubwa. Sasa sikia, nakupa namba ya ule shehe, umpigie. Yeye ndo atakuelekeza nini ufanye. Haya, sasa hivi kabisa, tuma kabisa, wai. Na mwingine uwe makini. Haya. Wewe vipi chumbani kwangu? Sasa huko unatafuta nini? Wewe umefanya nini wewe? Mimi mwenyewe sijui, kaja anasema Shati kaanguka. Lakini sawa, kwa sababu taarifa zake ninazo. Kabla sijamuoa nishaambiwa na mashetani. Wewe huyu atakuwa amepandisha. Lakini mume wangu nilishawahi kukuambia, hii nyumba sio mzuri. Tusome dua, lakini haukutaka kunisikiza tusome dua. Matokeo yake umemleta mke mwingine wa pili. Na si umejionea mwenyewe? Kaja huko ndani anasema Shati. Hii nyumba mbaya. Mimi mwenyewe najua hii nyumba mbaya na kila siku nakwambia hili swala. Lakini hutaki kunielewa mume wangu. Alafu nikirudisha kumbukumbu zangu nyuma, kuna siku ulishawahi kunipokonya shati nikiwa naenda kufua. Na huyu leo ameingia ndani anasema Shati. Ili shati lina nini mume wangu? Wewe kuna kitu unanificha. Na mume wangu utakuwa unafuga vitu vichafu humu ndani. Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto.
aya Ashura kiuno. Walalo. Fanya haraka bwana, kama umebeba kiloba. Mwenzako nataka nije na mimi. Tuchekeshe hata siku moja. Bi mkubwa, hivi watoto wako unawafundishaga nini hao? Nini kwani? Sio nini. Nakuuliza swali, unawafundisha nini? Uenda sangine unawafundisha hadi kuua, mimi sijui. Kuua? Hivi Tifa kula kufanya vitu kama vile? Mtu kaolewa kabisa anakuja kuua. Funguka basi, kuua nini? Mama, hapo nini uelewi? Nisikilize. Mimi nimetoka zangu hapa na Mlamu mpaka kule kwa mshikaji wa jana yule. Kufika kule kumbe Tifa katoa mimba. Uswahilini kuna vituko tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie. Mwanamke unapoolewa uzae ujenge familia. Leo Mungu kamsaidia, anataka ajenge familia, anaenda kuua kweli? Guys, najua mnajiuliza kwa nini nipo hivi. Ngoja niwape vidokezo kidogo. Zamani nilikuwa hivi. Ngoja niwape sababu ambazo zimesababisha nikawa hivi. Sasa hii ndio suluhisho ya ombo langu. Wewe binti unahitaji kuwa na shepu, kuwa na muonekano mzuri wa kipekee. Njoo kwetu tukuhudumie. Wanaita Curvy Again. Nimesahau. Guys, ukitaka kuwa na mwili ambao umekaa sawa, yani namaanisha mwili ambao hauna mabonde, yani namaanisha kuwa flat. Sijui unanielewa ninaposema flat? Yani namaanisha kuwa na flat tummy, yani no kitambi. Tumia hii hapa. Sijui unanielewa? Hii ni suluhisho kwa vitambi. Unakunywa moja asubuhi na moja jioni badala ya wiki tu. Unashangaa unaona mabadiliko. Sijui unanielewa? Karibuni tuwahudumie jamani. Bila shaka mtapenda kufahamu kuhusu urembo wangu, inamaanisha rangi yangu. Suluhisho ni 35%. Yani hii kitu ni tamu, yani mpaka inakera. Yani ukitaka kuwa mweupe mwili mzima, yani inamaanisha huyu na mchirizi, huyu na sugu, huyu na vidoti, yani unakuwa na rangi tamu mpaka shemeji anapenda. Sijui unanielewa? Unachukua kitu hii, unachanganya na serum yake, unapata rangi ya chungwa, yani unazidi kuwa sio hata nisemeje. Na ukitaka tumia lotion hii, namba zetu hizo hapo, tucheke tukuhudumie. Delivery tunafanya popote ulipo. Na washangaa wahenga walisema mapenzi sumu. Bi mkubwa, ngoja nikwambie kitu kimoja. Yaani dhambi ya kuua hata Mwenyezi Mungu mwenyewe anakukataa. Yaani Tifa kazingua kinyama. Yaani inatokea vipi mtu anatoa mimba kitoto amanuto au kijui hapa duniani kikija kinakuwa nani? Huenda zingine mimi mjomba wangu anakuja kuwa Balesa au Modeuji au matajiri wa Katoro. Uone kama nitavimba. Anaua mtoto ujui nani anakuja kuwa sasa anakuja kuwa Mama Samia au Magufuli marehemu hayati John Pombe. Oa Bi mkubwa, kiukweli dogo kazingua kinyama. Sasa nikwambie kitu kimoja Bi mkubwa. Kwa dhambi ile aloifanya Tifa, mimi wallahi napo kwa Mungu wangu na uchizi wangu wote kichwa ududu, sipo naye pamoja. Yaani mimi namsubiri yule jamaa mvuta sigara ambaye haiwaki. Akiamua chochote kile, akiamua kumpata laka 3, akiamua kumpiga makofi, akiamua kumfanya chochote, sipo naye pamoja. Nakwambia ukweli. Tifa katoa mimba? Kiangalia na hiki kinajifanya kinashanga kama akijua. Alafu mkitoka hapo mnatoa mimba. Puuzi mkubwa wewe. Mjatoka bado wa shamba nyinyi watoto wa shula kiuno. Sasa kwa nini unamshirikisha na huyu?
Sababu ya mtu mwingine unaenda kumshirikisha huyu kweli? Usimtetee, unamtamtia kozi. Sio kwa sababu analelea mimba, sangine kampenda sana ule mfinanga. Doko! Sasa hivi ushakuwa mkubwa. Hivyo usije ukasikia maneno yoyote huko mtaani na wewe ukayaweka katika akili yako. Sawa? Au asije akajitokea mtu yoyote akakwambia kwamba wewe mimi sio mama yako au yeye ndo mama. Yaani usikubali hata kidogo. Tafadhali mwanangu. Matapeli ni wamekuwa wengi mtaani. Hivyo watakuja watakushawishi kwamba mimi sio mama yako, hao ndo mama yako, hao huyo ni baba yako. Kaa ukijua mimi ndo mama yako. Mama, asa wewe ndo maneno gani unayazungumza? Hilo silipo wazi kabisa, unajulikana wewe ndo mamangu. Kwani leo kuna nini kimetokea mpaka unaniambia vitu kama hivyo? Nashukuru mwanangu unajielewa. Sasa nisikilize. Kwenye mwezi wote mwanangu, usingeenda kuzurura. Ungebaki ndani, niwe nakupikia, unakula, unalala, unaamka. Wewe ni wa ndani tu. Hii unaweke ndani? Sasa unaweke ndani kwa mazingira yapi? Ni tayari. Dada, nini wewe? Umenipigia simu. Umeniita unataka tuonane hapa. Alafu dakika ya mwisho unashindwa kunyoosha maelezo. Unasikitika. Una tatizo gani kijana? Yale maji yale ulioniambia kwamba mimi nisiaguse. Sasa kabisa yani mimi nilipofika pale nikabana na liaja likubwa. Nilivolibana nikaenda mimi chooni. Nikafanya ya kwangu. Nilipomaliza nikaoga. Sasa hapa yani mimi najisikia kabisa yani mimi yani nataka kuolewa kabisa. Yani sijielewi, nimechanganyikiwa kabisa. Usichokijua kijana, umefanya makosa makubwa mno. Unapoambiwa ukipewa maelekezo inakupaswa uwe makini na ufanye kama ulivyoagizwa. Nimekusisitiza mara ngapi wewe pale? Nilikwambia mara ya mwisho, haya maji unapoenda kuweka kwenye ndoo ya chooni, unapoweka kwenye ndoo za ndani, maji ya kunywa hata na za kuoga, usiaguse yale maji wala usitumie. Umekwenda kutumia. Hivi unadhani nia gani ambayo niliyoikusudia kwenye yale maji? Nimeyafanyia visomo vizito yale maji kwa lengo la shida na haja ya nia zangu. Kwa hiyo hapa mimi tayari naolewa sasa. Sio kuolewa. Niliyakusudia yale maji kwa binti ambaye mkaidi hataki kuolewa na mimi. Na mimi nimempenda ama nampenda kwa lengo la nia ya dhati kuweza kumnusuru kwa nusura ya dini. Sasa umekwenda kutumia wewe mwanaume mwenzangu. Nini ambacho kinakwenda kuwa? Hakuna shida. Kwa msaada wa ziada tu, kwa sababu bado jua halijazama, naweza kukupatia nusu. Inakulazimu kwa muda huu unifuate ili niweze kukusaidia. Aona nipeleka geto. Geto ili weje? Mimi ni mtu wa Mungu. Kwani wewe umelefti? Kwa hapa taisha hapona. Nakuuliza, unajisikia ni baada ya kutumia yale maji kabla ya hapo wewe umelefti? Uko sawa? Basi naomba unifuate, nitakupatia msaada wa ziada. Mama yangu, huyu anipeleki geto kweli huyu. Alafu mimi nasikiaga mambo ya kuwekwa ndani, wanaekwaga ndani watoto wa kike, tena wakitaka kuolewa, wakitoka ndani wanakuwa weupe. Sabi mkuu anataka kuniweka mimi ndani. Hapo si wanataka tu niharibu kisaikolojia. Bi mkuu mimi kukaa ndani hapana, mimi ndani sky bwana. Basi aishi. Ngoja niongee na baba yako, tumuombe ruksa tusafiri. Mwezi wote tusiwepo hapa nyumbani. Yaani hapo kusafiri bi mkubwa hapo uongo. Yaani mimi nisafiri nimwache mchizi wangu Twalibu, nimwache mchizi wangu Unga, nimwache mchizi wangu Tariki? Hapana. Sasa sikia. Wewe kama unataka kusafiri, mpigie simu Faza, mwambie wewe utasafiri. Afu mimi nitabaki hapa nyumbani. Afu hii nyumba si inahitaji ulinzi, mimi nitakaa hapa. Wewe nenda, ukirudi utanikuta. Kakae huko sijui mwezi, hata ukikaa mwaka mimi ukirudi utanikuta. Mimi bado nipo hapa, nipo sana. Hivyo chizi mimi ni mama yako, sawa? Hauwezi ukanipangia mimi. Mimi ndo natakiwa nikupangie wewe. Unajua mimi namaanisha nini mpaka nakwambia maneno hayo?
Au nishaikuita siku moja kueleza hivyo? Sasa utaki usitaki utaenda. Usitaki kunipanda kichwani. Sijui umenielewa? Usione wewe ugoko wako ukajiona umekuwa. Usinitafute na rohoni. Wewe. Sasa mbona unanipokea? Kwani bi mkubwa leo umeamkaje? Mbona hata kuniharibia siku? Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura. Sasa sikia. Mimi leo kuna jambo langu nalifuatilia. Siondoki mpaka likamilike. Mimi nitakupigia simu uje unifuate. Basi kwa madam. Mcheki. Habiba! 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 Huyu kanifuata hadi nyumbani. Kumbe ananifuatilia. Itakuwa kaja na mapolisi. Hapa sio pa kukaa. Jokeli, nimemwona yule mtoto alionichukulia begi yangu. Kama unavyojua kwenye lile begi kuna vitu vyangu vya muhimu pamoja na passport yangu. Sasa hapa mimi nawasha location, ni track simu yangu ili nipate kumfuatilia. Tayari nishawasha location. Mpigie simu na Peter Crouch, tukutane mnianze kunifuatilia.